Katika maisha ya mwanadamu kuna nyakati za furaha na nyakati za changamoto. Wakati mwingine tunaweza kukutana na hofu, majaribu, magonjwa, kukataliwa au kukata tamaa, lakini Mungu hajatuacha bila tumaini. Katika neno lake ametupa ahadi nyingi ambazo tunaweza kupata nguvu na kutukumbusha kuwa yeye ni mwaminifu. Ahadi za Mungu si maneno ya kawaida, ni maagizo na uhakikisho kutoka kwa Mungu mwenyewe kwa wale wanaomwamini. Leo tutaenda kuangalia ahadi 10 za Mungu kwa waaminio, na ahadi ya 10 ndipo siri ilipo kabisa, wengi hawaijui. Na kama kabisa ni mara ya kwanza kuangalia video za Jehova Media TV online, bonyeza kitufe chekundu yaani subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Hongera sasa na umekuwa miongoni mwa familia ya Jehova Media TV online kwenda kuangalia ahadi 10 za Mungu kwa waaminio. Unaposoma kwenye Isaya ile sura 41 mstari wa 10, anasema, usiogope maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kumbe ahadi ya Mungu ni kuu kabisa. Twende kuangalia ahadi ya kwanza, ahadi ya uwepo wa Mungu. Kati ya ahadi ambayo Mungu anaahidi ya kwanza ni kwa habari ya uwepo wake. Mungu ameahidi kuwa hatatuacha wala kutupungukia. Tunapopitia katika changamoto, uwepo wake unatupatia nguvu na faraja. Unaposoma kwenye Waebrania sura ya 13 mstari wa 5, kwa maana yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Kumbe Mungu ameahidi kuwa pamoja nasi kwa njia ya uwepo wake. Kumbe uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu ni ahadi ya kwanza kabisa, maana amesema kwamba hatakuacha wala hatakupungukia. Kumbe mwamini wa kweli huishi kwa kutegemea nguvu za Mungu. Licha hivyo, mwamini wa kweli haishi kwa kutegemea mazingira, bali anaishi kwa kutegemea uwepo wa Mungu. Kwa ahadi ya kwanza kuitambua ni kwa habari ya uwepo wake, na ili uweze kuona uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, lazima uishi kwa kutegemea uwepo wa Mungu. Ahadi ya pili, ahadi ya amani ya Mungu. Dunia inaweza kutoa hofu na wasiwasi, lakini Mungu anaweza kutupa amani ambayo haitegemei hali tunazopitia. Katika Yohana ile 14:27, maandiko yanatuambia, amani na waachieni, amani yangu nawapa, mimi siwapi kama ulimwengu toavyo, msiwe na fadhaa mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Kumbe amani ya Mungu inalinda moyo wa mtu anayemtegemea, na Mungu anasema kwamba amani yake ametuachia sisi. Kati ya kitu ambacho Mungu aliacha kama ahadi kwetu ni kwa habari ya amani yake. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kwa mtu ambaye anamtegemea Mungu ataweza kuishi kwa amani, kwa sababu amani ya Mungu inalinda moyo wa mtu ambaye anamtegemea Mungu. Kwa jifunze kumtegemea Mungu ukijua kwamba amani ya Mungu amekuachia. Kwa lazima ujue kwamba kuishi maisha ya amani ni pamoja na ahadi ambayo Mungu aliahidi. Unapoona pitia kwenye hali ambayo sio amani, mkumbushe Mungu kwa habari ya ahadi hizi, na unapoanza kumkumbusha Mungu kwa habari ya ahadi hizi, ataweza kuziachilia ndani ya maisha yako, kwa sababu anaposema ameahidi ahadi ya amani. Na kurejea kwenye Yohana 14:27, yeye mwenyewe amesema kwamba amani na waachieni, amani yangu nawapa. Kumbe ahadi ya Yesu Kristo ni kwa habari ya amani. Kwa amani ni sehemu ya ahadi ambayo Yesu Kristo ametuachia kwenye maisha yetu. Na ahadi ya tatu, ahadi ya majibu ya maombi yetu, ahadi ya kujibu maombi. Kumbe Mungu ameahidi pia ataweza kujibu maombi yako. Hii ni ahadi ya tatu. Mungu anasikia maombi ya watoto wake na anafanya kazi kwa wakati wake. Unaposoma Yeremia 33 mstari wa 3, anasema kwamba niite nami nitakujibu, nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na mambo magumu usiyoyajua. Unaposoma kwenye English Bible Vision anakuambia kwamba, ya King James, kwamba
anaposema mambo magumu anasema kwamba the hidden things. Kumbe Mungu atakuonyesha yale mambo ambayo yako kwenye hali ya uficho. Yeye Mungu ataweza kukuonyesha, kwa kuwa utakapoanza kumwita na yeye Mungu ataweza kukuitikia na atakuonyesha yale mambo ambayo yamejificha. Kumbe ahadi ya kujibiwa maombi ni ahadi ambayo Mungu kabisa ameiacha. Kwa hiyo Mungu ameacha ahadi ya kuweza kuwajibu watu wake pindi wanapokuwa wakiomba. Kwa hiyo usikate tamaa katika maombi. Mungu anasikia na Mungu ana uwezo wa kujibu kile ambacho umeomba, kwa sababu amesema kwamba uniite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo magumu usiyoyajua. Kwa hiyo usikate tamaa ndugu mpendwa, unapoingia kwenye maombi jua kwamba yuko Mungu ambaye ameahidi kujibu maombi yako. Na ahadi ya 4, ahadi ya nguvu wakati wa udhaifu. Ahadi ya nguvu wakati wa udhaifu, ahadi ambayo Mungu aliahidi kwamba atatupatia nguvu tunapopitia katika hali ya udhaifu. Tunapokuwa na udhaifu, Mungu hutupa uwezo wa kuendelea. Unaposoma Isaya 40:31, Mungu anatuambia kwamba atatupatia uwezo wa kuendelea. Biblia inasemaje kwenye Isaya 40:31? Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kumbe wale ambao wanamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Pia Mungu ameahidi kwamba atawapandisha juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka. Kumbe watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kumbe Mungu ameahidi kwamba wale ambao wanamngoja yeye atawapatia nguvu hata wakati wa udhaifu. Na amesema kwamba atawapaisha juu kama tai, wataruka juu kama tai. Kati ya wanyama, kati ya ndege ambao wanaruka juu sana huwa ni tai. Kumbe Mungu naye ameahidi kwamba kama vile tai arukavyo juu, naye atawapaisha juu kama tai. Hivyo Mungu ameahidi kuwa nguvu zake zitakuwa pamoja nawe hata wakati wa udhaifu. Anasema kwamba nguvu zetu zinaweza kuisha kabisa. Baada ya kujua Mungu kwamba nguvu zetu zinaweza kuisha kabisa, ndio maana akasema kwamba uko msaada wake wakati ambapo nguvu zetu zimeisha. Wakati kabisa umechoka, huwezi kuendelea mbele, uko msaada wa Mungu ambao unakunyenyua na kukutoa mahali hapo. Maana nguvu zetu zinaweza kuisha, lakini nguvu za Mungu hazimaliziki. Yani nguvu za Mungu ni unended, huwa hazina mwisho. Ni nguvu ambazo zinashinda nguvu zote za mahali hapa duniani, juu na mbinguni. Kwa hiyo lazima ujue kwamba nguvu za Mungu ni muhimu sana kwenye maisha yako, naye anaahidi kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu. Unaposoma kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 1:8 pale amesema kwamba nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu. Kwa lazima ukubali kuwa ahadi ya Mungu juu ya maisha yako ni ahadi ambayo ni muhimu sana. Lazima ujue kuwa nguvu za Mungu zitaweza kusaidia kutembea sawasawa. Na ahadi ya 5 ni ahadi ya ulinzi wa Mungu. Mungu ni kimbilio na ngao kwa wale ambao wanamtumainia yeye, na Mungu ameahidi kwamba atatulinda hadi mwisho wa dahari. Unaposoma kwenye Zaburi 91 ule mstari wa 4, maandiko yanatuambia kwa manyoya yake atakufunika na chini ya mbawa zake utakuwa salama. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Kumbe Mungu wetu ni mwaminifu, anapoahidi ahadi lazima ataitimiza. Kwa kuwa Mungu ameahidi kwamba atatulinda, amesema kuwa uaminifu wake ni ngao na kigao. Hivyo lazima ujue kuwa wewe unalindwa na Mungu, si kwa nguvu zako tu wewe mwenyewe. Kwa kuwa Mungu anakulinda, ni ahadi yake juu ya watu ambao wanaamini. Kumbe lazima ujue kuwa Mungu aliahidi kwamba maisha yetu ataweka mikononi mwake, naye ataweza kutulinda. Mungu hatuahidi maisha bila changamoto, lakini anaahidi kuwa pamoja nasi ndani ya changamoto. Hadi unapopitia kwenye changamoto, bado msaada wa Mungu utakuwa pamoja na wewe, naye atakuvusha ili jina lake liweze kutukuzwa. Ahadi ya 6, ahadi ya msamaha wa dhambi.
Kupitia Yesu Kristo tunapata msamaha wa maisha mapya au wa mwanzo mpya. Unaposoma ile Yohana wa kwanza 1-9 anasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kumbe ahadi ya msamaha wa dhambi ameahidi Yesu Kristo ya kwamba tukisha kuziungama dhambi zetu, tazama yeye ni mwaminifu na wa haki, ataweza kuziondoa dhambi zetu. Ndio maana unapokuwa umeongozwa sala ya toba, moja kwa moja unakuwa umepata ondoleo la dhambi, kwa kuwa ni ahadi yake ambayo ameahidi kwamba mkiziungama dhambi zenu, tazama atawaondolea dhambi zenu zote. Kumbe Mungu hatutazami kwa makosa yetu ya zamani, bali anatutazama kwa neema yake mpya ambayo anaingiza ndani yetu. Anasema kwamba tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kumbe unapoingia ndani ya ufalme wa Yesu Kristo unakuwa kiumbe kipya. Maisha ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Unaanza mwanzo mpya wa maisha yako. Kumbe ahadi ya msamaha wa dhambi ni ya Mungu ambayo ametuahidi. Kwa hiyo usikubali kuendelea kuishi katika dhambi. Lazima uchague kwamba hapa lazima nidumu kumtegemea Mungu kwa kuishi maisha matakatifu, maana yeye ndiye Mungu pekee ambaye anasamehe dhambi na makosa ya watu. Na ahadi ya 7, ahadi ya mwongozo wa Mungu. Mungu ameahidi pia kutoa mwongozo ambao huo utaweza kutuongoza kwenye maisha yetu. Kumbe nayo ni ahadi ya Mungu. Mungu anaahidi kuongoza wale wanaomtegemea. Unaposoma kwenye Mithali 3:5-6, maandiko yanatufundisha na kutukumbusha kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Kumbe tunapokwenda kwa kumtegemea Mungu, moja kwa moja amesema kwamba yeye atatuongoza. Maana tukwambia kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri. Kumbe kwenye kila ambao unapita, kwa kila njia, lazima jifunze kwa kumkiri Yesu Kristo. Ukisha kumkiri Yesu Kristo, moja kwa moja itakusaidia kwenda juu zaidi katika hali yako ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kumbe tunafundishwa kwamba tunapokuwa tunamwendea Mungu, lazima tujue kwamba katika maisha yetu tuweze kumtanguliza Mungu mbele, na kwa kuwa yeye atupatia mwelekeo sahihi wa maisha. Kumbe jifunze kuwa kumtegemea Mungu kunapelekea wewe kuwa na mwongozo sahihi wa maisha. Peke yetu kwenye maisha haya hatuwezi, lakini tunahitaji zaidi neema ya Mungu na kibali chake, kwa kuwa yeye ndiye aliyeshika hatima za maisha yetu, na yeye alituumba kwa kusudi lake. Hivyo anajua tunakokwenda na anajua ni wapi tunaelekea. Hivyo ni muhimu sana kujifunza kuenenda kwa mwongozo wa Yesu Kristo, kwenda kwa mwongozo wa Mungu ambaye huyu anajua kweli na maisha yetu. Ahadi ya 8, ahadi ya maisha ya milele. Ahadi kubwa kuliko zote ya uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Mungu alituahidi kupitia kwenye Yohana ile sura ya 3:16, anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Fundisho ni kwamba baraka za dunia zina mwisho, lakini ahadi ya uzima wa milele itadumu milele. Kumbe Mungu alipomtuma Yesu Kristo duniani, alichokifanya ni kuja kutupatia uzima wa milele. Maana aposema kwamba kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kumbe baada ya kumwamini Yesu Kristo, kumbe hiyo ni hatua ya kwanza ya kuwa na uhakika wa uzima wa milele. Hivyo ukisha kumwamini Yesu Kristo na kuweza kujua na kufuata nyayo zake, moja kwa moja unakuwa na uhakika wa kuishi katika uzima wa milele. Hivyo lazima ujue kwamba kuishi uzima wa milele ni ahadi ambayo Yesu Kristo ameahidi. Mungu ametuahidi kupitia Yesu Kristo ambaye alimtoa kama mwana wa pendo lake ili aje duniani kufanyika upatanisho. Maana baada ya kuwa mwanadamu ametenganishwa na Mungu na dhambi, yeye amejitoa kuja, tazama, akajitoa dhambi zetu zote
ili kwamba tuweze kupatanishwa na Mungu. Tazama, yeye amekuwa mpatanishi, hivyo sasa amekuja ili kutupatia uzima wa milele. Ahadi ya 9, ahadi ya Mungu kutufanyia njia kila tuendapo. Ni ahadi ya Mungu pia kutufanyia njia kila tuendapo. Mungu anaweza kufungua milango ambao mwanadamu hawezi kuifungua kabisa. Hivyo ni Mungu pekee ambaye anaweza kukupatia njia sahihi kwenye maisha yako. Unaposoma Isaya 43:19 anasema kwamba tazama, nitafanya jambo jipya sasa. Je, hautaijua? Naam, nitafanya njia hata jangwani na mito ya nyikani. Kumbe Mungu ameahidi kuwa atafanya njia hata jangwani, atafanya njia hadi nyikani. Hivyo Mungu pekee anaweza kufanyia njia na kufungua milango ambao wanadamu kabisa hawawezi kuifungua. Nikwambie kitu, mahali ambapo mwanadamu anaona ni mwisho, lakini Mungu hapo anaanzisha mwanzo mpya kabisa. Kuna wakati ambapo ulikuwa ukifanya jambo fulani, ukafika hatua ukasema kwamba hapa siwezi kuendelea kabisa, ukaona ndio mwisho, lakini ulishangaa kitu ambacho kilikuwa mahali pale ilikuwa ni neema ya Mungu ambaye kubeba na kuonyesha njia nyingine ya kupita. Nikwambie ndugu mpendwa, huenda nao umepitia kwenye hali hiyo, mawazo yako yamefika mwisho, akili zako zimefika mwisho kabisa, hauwezi kuendelea mbele. Nikwambie ndugu mpendwa, hapo ulipo usikate tamaa, bali mwite Mungu, kwa kuwa anasema kwamba pale akili zetu na mawazo yetu wanapoishia, yeye Mungu huanza mwanzo mpya ili kututangazia ushindi kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Hivyo Mungu huwa anaanzisha mwanzo mpya pale mawazo yetu yanapokuwa kikoma, yanapofikia ukomo. Tunaposema kwamba hapa sasa tumefikia ukomo, maana kipindi hicho ni kipindi ambacho sasa unasalenda to the Jesus, unasalenda kwa Mungu, kwamba hapa nimesalenda kwa Mungu, bila nguvu za Mungu siwezi kuendelea tena, mawazo yangu yamefika mwisho. Unapoanza kumwita Mungu, Mungu naye kutoka juu mbinguni, kwa kuwa anawatazama watu wake ambao wanamwomba yeye, ataweza kukuvusha kupitia jina la Yesu Kristo. Na ahadi ambayo tulikuwa tukisubiri kwa hamu, ambayo ni ahadi kuu ambayo Mungu pia ametuahidi, ni ahadi ya ushindi kupitia Kristo. Waamini hawapasi kuishi na kushindwa, kwa sababu Kristo ametupatia ushindi. Kumbe ahadi ya kushinda kwa kila eneo ni ahadi ambayo tumeahidiwa sisi tunaomwamini Yesu Kristo. Katika Warumi ile sura ya 8 mstari wa 37, maandiko yanatuambia kwamba lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Na pia nasema kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kumbe ushindi ni sehemu yetu, ushindi ni sehemu yako wewe ambao unajifunza pamoja nami. Kwa hiyo usikate tamaa ukijua kuwa ushindi ni sehemu yako, ushindi utakuvusha, ushindi utakuwa pamoja nawe. Kumbe lazima tujue kwamba ushindi wetu hautokani na nguvu zetu, bali unatokana na Kristo. Kumbe katika maisha ambayo tunaishi lazima tujue kuwa ushindi wetu unatokana na Yesu Kristo na si kinginevyo. Kumbe tunaweza kushinda zaidi na zaidi pale tu ambapo tutaanza kumtegemea Yesu Kristo katika maisha yetu. Hivyo ahadi za Mungu ni nguzo ya imani yetu. Wakati dunia inapobadilika, Mungu hawezi kubadilika. Yeye ni mwaminifu, hutimiza kile ambacho alikiahidi. Kwa hiyo tusikubali hofu, shaka na changamoto zifanye kuwa na tusahau ahadi za Mungu, kwa kuwa Mungu si mtu hata seme uongo. Unaposoma kwenye Hesabu ile sura 23:19 anatuambia kwamba Mungu si mtu hata seme uongo, wala si mwanadamu ajute. Ikiwa amesema hatalitenda, ikiwa ananena hatalitimiza. Hivyo Mungu wetu sio mwongo. Mungu wetu ni Mungu ambaye anatimiza ahadi zake. Hivyo Mungu akujalie neema ya kutimiziwa ahadi zote hizi kwenye maisha yako. Na kama somo hili limekugusa, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa grupu moja au kwa mtu mmoja ambaye unampenda. Utakuwa umetangaza neno la Mungu pamoja nami. Mungu wa mbinguni awe pamoja nawe. Tukutane tena kwenye somo linalofuata hapa hapa ndani ya Jehova Media TV Online. Amen.